mazungumzo yetu hapa na furahi jinsi ambao tunaanza kuzungumza changamoto zilizopo, kwa sababu lengo letu ni kuzua shida zilizopo alafu zikafanyiwe kazi, ndio maeneo yawe na maendeleo. Hiyo ndio jambo la maana sana. Na nimeona kwamba nyote mnaotesha kidole cha lawama kwa serikali mkisema kwamba waziri wa usalama ni kama wajibiki, lakini imani kwamba mna kila nguvu ya kuweza kumfikia. Kama bunge, mkitumia bunge, mkitumia nyinyi wenyewe kwa ukaribu mlionao, manake mmesafiri pamoja katika safari ya kuitafuta hii serikali kwa madarakani. Ndio nazungumza na sahi nyinyi ndio mko kwa serikali kwa watatu walisafiri pamoja. Wakati tuko sahi broad based hawa wako ndani kuliko sisi. Rashid, ile shida tuko nayo, wacha tuache kuficha mambo. Ukiangalia wakati Michuki alikuwa, ukiona ya kwamba hata wakati anaongea hapa tuna waziri wa nini? Wa usalama. Ukiangalia wakati Matiang'i alikuwa akiongea, unajua hapa unajua kuna hiyo confidence. Sasa angalia yule mtu anaitwa Kipchumba Murkomen. Hata jina ni kama mchezo. The first thing ni kwamba askari wote pahali wako ni corruption. Hiyo corruption is a system. That's the first thing. Number 2, ukiripoti mtu akienda aripoti, uripoti, wewe ndio utakutwa wewe umeripoti because umeambia can't do it wa ukora. Hiyo ni nyingine. Sasa pale kwetu ukiangalia hiyo kuja hivi kupanda paka upande wa Nyandarua, si kuna wizi wa ng'ombe. Ukienda ng'ombe siku hizi paka unasema hii ni pale zinachijiagwa pale, lakini hakuna mtu anafuata. Kwa hivyo tunasema ya kwamba kabla tufike kwa waziri, nafikiri kwamba kila eneo lina viongozi na lina wakuu wa usalama. Tusifike kule kwa waziri kwanza. Mnapokuwa pale kuna wakuu wa usalama protected. Mshapiga ripoti kwa wakuu wa usalama wa maeneo yale na huwa majibu ni gani? Kwa sababu tusizungumzie waziri wakati hayo maeneo yote. Rashid, hebu nimalizie. Kuna haja ya kupelekea mbwa ambaye hawezi, ule una haja ya kuweka mbwa hawezi bweka na ana meno. Alafu mweke kwa nyumba. Huyu Mariamu, wacha tuseme hivi. Maneno ya kuongea na wale wanasimamia polisi. Tuseme sana kama Nakuru County, kumbuka the headquarters ya county ya polisi kwa constituency ya huyu, and we serve actually is me and him. So sisi kama mimi na Kikaria, most of the time tuna engage county commander ya polisi, tunaongea hata wakati tumeenda na yeye, tumeenda kumwongea maneno, tunamueleza, tunasema hivi inakuwa namna hii. Lakini unajua pia hii maneno ikikuwa city, ikikuwa mahali kama Nakuru, saa zingine inakuwa ni shida kwa sababu ni makabila yote wako hapo na wote wametoka the whole of Kenya, na uhalifu mingi ilikuwa inafanywa kwa Kikaria na kwangu. Na siku hizi ukiangalia kama kwangu, sasa niseme kama kwangu Kaptembwa ndio Kaptembwa na Mwariki na mahali inaitwa London. Hapo ndio uhalifu ilikuwa inafanywa sana. But from the time tuliweka hivi vigilante, tunaongea na polisi, tunaenda unaita kama last December nilifanya party ya OCS, nikaita watu wote tukoje tukaongea, tukasema hivi inatakana uhalifu inaenda chini. Na hiyo uhalifu si ati inakuwa ni Nakuru peke yake. Hiyo uhalifu kwa Kenya mzima. Na vile watu wengi wanasema okay, CS for Interior Bwana Murkomen ni mgeni amekuja hapo juzi. Inaweza kuwa pia ako na shida kwa sababu ni mgeni pale na anaendelea kuona vile atafanya. And shida ile tumesema ni funding. Kwa sababu kama kitu kuna funding, shida ni funding. Because hii magari tunasema inatakikana ikuwe kila mahali. Mheshimiwa Mata anajua hakuna pesa imewahi kupewa Ministry for Interior. Pesa wabunge wanakuja wanakata pesa, saa zingine inakuwa ni changamoto kwa serikali kwenda kulisi hizo magari. Vile Kikaria amesema sisi kama wajumbe tuende tuweke pesa ya kutosha so that hii magari even now we are missing these vehicles kwa sababu hakuna pesa ile inaenda kulisi magari ndienda. Kama kwangu itakuwa ni rahisi askari kupiga doria kutembea na mguu. Wetu ni ngumu. Lakini kwa huyu ni ngumu kwa sababu ya distance ile watu wanatakana watembee. Kama mimi sasa tuseme pale kwangu kutoka Kaptembo kwenda Mwariki, it's just as a walking distance. So mimi I prefer tuchukue na gari askari wapewe mguu watembee kwa sababu pia mahali kama Slum area kama kwangu askari wakipata gari pia they will start misusing kwenda kukimbia haraka kusumbua watu. Pia wako na shida. Wote anahitaji gari. Hapana, kwangu si maeneo hii hatutaki gari. Wewe hutaki gari? No, me I don't want. Mimi nataka askari watembee
wakipiga doria na kuangalia hiyo itakuwa rahisi. Kuna swali nitauliza hapa, maana yake naona kwamba hii issue usalama ni muhimu sana. Kuna mfano umeweza kutolewa na Gikaria kwamba hata jana tuliona wananchi ambao walichukua sheria ya kujaribu kukwamisha utovu ama waizi wanaohangaisha watu katika steni ile ya mabasi, na pia kuna wale vijana ambao mnawaambia unajua ile ya jana ilifanyika, ile ya jana ilifanyika ilikuwa inafanyika na vijana vigilante peke yake wale tumeweka hapo. Hata polisi walikuwa hapo. The only difference wanaitwa spiff. The only difference is ya kuwa na uniform. So watu wakiona vijana wakitembea hapo walikuwa wanatembea under the guidance ya police officers wana identify. Hatuoni kama hiyo itahatarisha maisha. Itahatarisha sababu kama tumetoa uhuru kwa mtu yote. Watu waweke vigilante kwa barabara. Ndio nimesema hivi. Vijana kwenda peka yao ilikuwa pia unajua raia walikuwa na identify wanasema ni huyu. Kulikuwa pia na polisi hapo wanasaidiana ndio hiyo watu wakamatwe kwa sababu imekuwa ni ngumu. Polisi hawezi kujua nani anafanya nini. Rashid, unajua umesema tusiweke lawama kwa waziri kwanza, lakini unajua samaki huoza kutoka kwa kichwa. Na hiyo imeoza. Na wacha niseme unajua responsibility ya hawa askari wote ni Ministry ya Interior. Na wakati hakuna mwelekeo mzuri utapata shida ambazo tunaongelea hapa, sababu kama askari anapigiwa simu anasema nitafika aje, hakuna pikipiki, hakuna gari, nitafanya nini? Vile vile shida yetu kama Wakenya si sheria. Sheria tumeweka za kutosha mingi sana. Na unajua kuna hii sheria imetolewa kwa askari, tukaambiwa kwamba askari akikaa zaidi ya miaka 3 anapigwa transfer. Sasa hii wanakaa zaidi. Mimi niko na police station moja hapo Elementaita. Wamekaa mpaka wamekuwa na M-Pesa, wengine wamekuwa na biashara huko kwa kijiji. Hao watawezaje kukabiliana na uhalifu? Lakini ukiuliza commandant anasema tutawatoa. Hilo pia linachangia kwamba askari wakikaa 3 years waondolewe. Na sababu sheria iko haifai kungoja. Wewe ukifikisha miaka 3 unaondolewa. But the reason unasikia tukisema mambo ya magari na mengine ni sababu sisi kama bunge ndio tunapitisha bajeti. Lakini pia tusiseme kwamba tuko na uhuru wa hii budget sisi kama National Assembly, tutakuwa tunadanganya. Na mimi nimekaa kwa hiyo kikao ya National Assembly, ile imeshikwa bado iko mateka kidogo na Treasury. Na ndio unasikia saa nyingine wanakuwa tayari wamekutolea ule mwelekeo. Hata mkijaribu kupitisha mnaambua arama, mkijaribu kuongeza pesa kwenye kamati ya usalama mnaambua mtapitisha ile ceiling yenu yenye imewekwa na Treasury. Sasa tutaweza kupataje magari kwa hiyo mvutano? Na ndio maana mimi nikasema sisi tupewe ruhusa, sababu kwa vote ya security ya CDF uko na uhuru kukaa na watu, kamati ikae chini iseme tunataka gari 2 ama tunataka pikipiki, ndio sisi tuweze kusaidika, sababu bila hiyo tutakuwa tunalia hapa kila siku, lakini wananchi bado wanaumia. Na bila shaka nataka kuchukua maoni kabla tuongelee hoja nyingine, na nitakuja kwako alafu nije kwa Gikaria aweze kuchangia katika masuala ya vijana ambao tunawaeka. Lakini ikiwa umeona kwamba wakuu wa usalama manake mna hizo nguvu hawajibiki, nafikiri kuna uwezo wa kwenda hata katika ofisi ya yule mkuu wa usalama ama ofisi hata ya waziri ambaye mnamzungumzia, kwenda kutaka ama hata kumpigia simu kumwambia kwamba waziri, kuna kitu fulani nimejaribu juhudi hapa na hapa, lakini manake wote wamesema unaweza wafikia ni watu ambao hawana shida, wanaweza mmejaribu pengine. Kwangu mimi ningesema officers wetu ambao ni county commissioner, county commandant na wale ambao wako pa kwangu Bahati, wote nimewasiliana na hao, hatuna shida. Ukiwaambia wale wetu Nakuru wanakuja. Lakini ile shida ambayo unasikia tunaangazia hapa ni hiyo tu maneno ya magari. Wanaingia ndio, lakini hawezi fika pande zote. Hawawezi. So sisi kwetu hatuwezi sema afisa wetu ni wabaya. County commander wetu ni mzuri. County commissioner wetu ni mzuri because anatusikiza. Nimeweza hata kuwasiliana naye na tumepanga ya kwamba Jumapili tutakuwa na security meeting kule Bahati. Tukifika ni upande wa waziri mwenyewe, PS mwenyewe nimewaandikia barua. Waziri mwenyewe nilimwandikia message na akanijibu, akaniambia anaongojea funding kutoka Treasury. Kwa ni jambo la kusubiri. Na Gikaria tuzungumza kuhusu masuala ya hawa vijana. Manake mbinu yako ni nzuri ya kwamba tunawaeka walinde, tuweke usalama, lakini kuna mtu mwingine anapoona unafanya kile ni kama anachukulia upande mwingine ni kwamba labda Gikaria na kikundi cha wahuni.
lazima uwe very careful. Ni kweli. Ya kwanza niseme nimtetee waziri Bwana Murkomen. Amekuwa pale kwa muda kidogo na amefanya vile amejaribu kufanya, lakini kitu ya kwanza tuseme, ukiangalia the ratio the international standards za dunia nzima, nasema hapo askari moja kwa seme raia 200, lakini Kenya unakuta ni askari moja na raia 1000. Ndio tunaona sasa inakuwa ni vigumu huyu askari moja ambaye amepewa majukumu ya watu 1000 kuwapatia usalama. Ndio hii sasa inafanya kiongozi kama mimi tukaanzisha wale vijana wa kuzunguka, na kwa kweli mimi nilifanya vile, na vile unavyosema ni hivyo hivyo vinafanyika. Tulipoweka vigilante wale wezi naye, kwa sababu hawalali na wanakuja na mbinu mpya. Unapo siku ile mnapumzika, hapo ndio wanachukulia tena wakisema ni wao na kwenda kufanya vile wanavyofanya. Kwa hivyo iko changamoto kubwa ya kwamba na ukiweka hawa vigilante, mheshimiwa, huwa maafisa wa polisi wanajua kwamba hawa vijana nimewaweka kwa kitu fulani, ama kwa sababu ni vigumu afisa wa polisi maposhika doria kujua kwamba huyu ni wa Gikaria, ni yule mzuri, yule ndio vile tunafanya. Na mimi vile nilivyofanya na nimekuwa nikifanya hivyo ni kama maeneo ya pale Kivumbini. Tunachukua majina ya watu ya nyumba 10 na vijana kama watu 20, majina yao, namba yao ya simu na pesa zao za vitambulisho, na tunapeleka kwa OCS wa ile kituo. Namwambia hawa ndio watakuwa kizunguka na watakuwa wanazunguka masaa haya mpaka masaa haya. So hiyo tunakuwa tunafanya na kuwajulisha, ndio kusiwe kukakuja. Lakini pia nasema hawa wahuni wanachukua mbinu mpya na kutumia hiyo, kwa sababu mimi kama hapo town peke yake niliwahi fanya hivyo. Baada ya miezi 2 wakaniambia unafanya kazi nzuri, lakini mwezi wa 3 kaza kuniambia sasa vijana wako wameanza kupiga hata wale vijana wana hatia. Sasa nikawaambia hakuna vile, tumesikizana. Ikifika saa 2 toka kwenye stage ya matatu, kwa sababu hakuna matatu zinabeba. Sababu wale watu wanapitia kule katika stage za matatu wanaporwa. So tukasema unafanya nini kwa stage saa 2 na hamna matatu? Si muondoke saa 2 ikifika muondoke. Kuna wale watoto ya street kawaambia kuna mahali mnaenda kulala. Ikifika saa 1:30 kila mtu awe ameenda kulala pale. Lakini again inatuletea changamoto ya kuja, but sisi kama serikali na nashukuru wamesema wataweza kusajilisha makurutu 10,000 mwaka huu kuweza kujaribu kuongeza idadi ya polisi kwa wale. Alafu pia sisi kama viongozi ni vizuri pia tuangalie majukumu ya kumotivate askari wetu kwa mshahara mzuri, kwa kumuongeza mshahara kidogo. Ni majukumu yetu. Nafikiria ndio yule anakuwa satisfied anapoingia kazini, anaingia akiwa ako na akili yake iko katika kazi yake, si akili iko nusu iko huku nusu iko nyumbani. Vile wanasema ati anaambia mama wewe chamsha maji, mimi naenda kutafuta unga, la nachukua hongo na kuleta unga nyumbani. Kwa hivyo ni majukumu yetu kuwapatia mutisha, kwa kuwapatia pengine incentive kuweza kufanya kazi. Na mtuje tuzungumze kuhusu Nakuru kwa ujumla. Nimefurahi mmezungumza kuhusu masuala ya usalama. Nilikuwa nafikiria vigilante ama imekubaliwa na kisheria. Haijakubaliwa. Na nafikiri wale walipofukuzwa kwa Arama na Gikaria ndio maana wanasumbua sisi, sababu sasa wakitoroka towns wamekuja kwa vitongoji. Sababu sisi sasa unapata kama hapo town kwangu, hiyo kijiji inaitwa Teachers, watu wanaporwa mchana. Inakuwa ni vita kila siku, na unajua eneo letu si kama town, ni pana. Ndio maana unaona sisi tukikuwa na changamoto. Kwa ujumbe uliopo ni kwamba kwa ndugu yangu Gikaria na Arama yale makundi na sisi hatuwezi mambo ya vigilante. Yale makundi yasitishwe kwa mujibu wa ushuru, maana yanapoondoka kwetu Nakuru town Western Days sisi tuko sawa na hiyo vigilante. Kama wakoro wametoroka kutoka kwetu wameenda kwenu, sasa na uenda weka vigilante kwa. Hatuwezi kasema kisheria tuweke vigilante kwa barabara. Sasa kila mtu anajipanga kivyake. Askari wajipange yako wasiumie. Kama ile watu tumeweka, what is the purpose ya kuweka hata hii askari Gikaria anasema the purpose ni kuweka watu wasiharibu
vitu ya watu viende chini. So if they have gone Rashid, unajua vile wakina baba wameumbwa, si hivyo tumeumbwa. Sisi hatutaweka vigilante kwa barabara. Sisi tunataka tu askari wafanye kazi yao, sababu hiyo ndo kazi ambayo wamepewa. Tukiweka hawa vigilante, hata wakora waingilie, utajuaje? Yaani mnataka kusema kwa sababu nyinyi wakina mama mwezi kuweka izadu. Hapana, mimi siwezi weka vigilante. Siwezi weka vigilante. Ni kuleta uhalifu. Uongozi si kuweka vigilante. Wameongea. Kuna huyu jamaa alikuwa ameuda police station na akaweka magari. Unakumbuka huyu jamaa alikuwa ameuda, he was arrested. Unajua takikali anatakana kuwa arrested pamoja na alama. Kama wanauda kikundi, kama anazauda kikundi. Ni kama kuanzisha. Na unajua police station. Kali huwezi sema ya kwamba uchukue kazi ya national government because you are a member of parliament. No. Ile kitu iko ni hivi. Waje unajua hao wanafanya hivi kwa sababu ya shida ambayo inawakuta. Kwa sababu mtu akiibiwa si yako constituency. Atakibia kwa nani? Atakibia kwa alama. Ile kitu tunasema ni hii. The government has failed. That is your kauli. The government has failed in terms of security. Tunasema hivyo kwa nini? Ngoja alama. Toa sababu. Wewe umesema unaweka vigilante. Unaweka vigilante na wewe si askari. Then ngoja kikali atuambie sasa hawa watu wanaweka unawalipa. Who pays them? Si nikujibu. Sasa ndio swali, who pays them? Na tumjibu. Nikwambie ni kweli ya kwamba kusema serikali sisi tunaweka vigilance, si kusema serikali imefail. Ni kusema ya kwamba kwanza nimesema askari wetu ni wachache. Ile muda ambayo unatakikana kuwa kila mtu akuweko pale itakuwa sio virahisi. Na vile mimi nakubaliana na Rama, hata mimi sitaki gari kwangu. Nataka askari atembee mguu. Kwa sababu wanakimbia na pikipiki, wanakimbia kwa miguu. Watakutana nao kule na njia na maeneo yetu ya bunge si makubwa. Kwa hivyo si tungependa watembee kwa miguu ndio waweze kuaddress. Lakini kama hiyo mimi mwenyewe nilichukua majukumu. Sio mimi peke yangu, nawaambia sina pesa za kuwalipa. Wale vijana na wazee wa nyumba 10 wanajitolea. Watuambie ile kitu tunataka tu tufanyie. Tunupatie hela ya kununua tochi, tupatie pesa kidogo ya kuweka pikipiki zetu mafuta za kuweza kuzunguka. So hakuna mshahara inalipwa. Lakini waja nikukata kidogo. Waja niulize Rashid. Waja nikuambie kidogo tu Arama, labda tuje ndio tuangalie mambo mengine kuna kitu tutakaofafanue vizuri kwa faida, kwa sababu unachokifanya ni kwa sababu watafuta usalama uimarike. Na kwa njia moja ni sawa, kwa njia nyingine si sawa. Kwa sababu si sawa. Hapo nakubaliana. Kwa sababu yule ambaye anatembea usiku, mimi nitatambuaje kwamba huyu ndio kwa mwananchi wa kawaida? Yaani huyu ndio aliyekuwa na kiongozi, huyu ambaye kuwa na kiongozi. Nafikiri ni bora kwamba tushinikize usalama uimarishwe zaidi kuliko kushinikiza kwamba tuwe na yale makundi, kwa sababu na wewe tukiweza kufanya, unajua hii usalama ambaye tunasema ya vijana wetu, hata tuache kuita vigilante. Hiyo vigilante pase ni vijana tu ambao wanakuja kuweka usalama katika maeneo na wanajitolea. Hata kwa sababu usalama inawapata mpaka manyumbani kwao, wakajitolea na ile wanaitisha ni ada kidogo ya kufanya mambo mawili matatu ile ya kuweza kuzunguka tu katika ile maeneo. Lakini nakubaliana na wewe ya kwamba tulipofanya hivyo sasa ikakuta vikundi wale wakora walitoroka kwetu na kwa Arama, sasa wakakimbia maeneo mengine. Sasa pia kuwaambia dada yangu ama wale wengine wafanye vile ya haitakuwa vyema, lakini nafikiri ni muhimu ya kwamba tukubaliane ya kwamba hata community kama sehemu moja inaitwa Langalanga, niliwaambia hapa kitu ya kwanza tufanye nini, tuna exit 4, nikaweka milango. Usiku tunaweka askari. Hiyo sasa hatutaki vigilante pale. Kwa sababu ukitaka kuingia kuna lango moja tu kwa zile 4. Ukipitisha saa 3 lango moja ya kupitia ni pale. So hatutaki vigilante. Pia tukipata eneo lingine liko na mahali tunaweza weka gates. Za kuweza zile community gates, na hapo ndio watu wanaingilia, basi haitakuwa na hiyo mambo ya kuweka. Sasa mimi ningetaka kusema ama kupinga wa Mariam kusema serikali imeanguka upande wa security. Kwangu mimi nikiongea niko na askari, na mimi niko na uhusiano mzuri sana na askari, county commander na mpaka county commissioner.
Yale tu ambayo sisi tunauliza ni tuweze kusaidiwa kwa magari ama hata pikipiki, kwa sababu saa zingine gari inaweza kosa kuingia ndani, lakini pikipiki inaweza kuingia huko ndani. Pengine jambo lingine ambalo wangefanya, kumekuwa na wale watu wa nyumba 10. Unajua wale nyumba 10 pia wangeweza kukua empowered, wapatiwe zile budgets ambazo wamekuwa kitafuta na waweze kupatiwa zile stipend zao. Hiyo hata pia ingeweza kuweka usalama katika hizi vijiji. So ninajua ya kwamba kama vile alinijibu akasema anaongojea funding, sisi tunaongojea tuone, lakini tungemwambia hayo mengine ambao yanatokelezea lazima pia wakuje wachukue jukumu waweze kuya. Na pia nafikiri pia ni jukumu lingine kwa nyinyi wabunge mliowapa studioni na wale ambao wako studioni, nyote mshikane kwa pamoja na muende katika wizara, ili manake huu usalama unahusisha njia moja nyingine, wakitoka hapa wanakwenda eneo bunge lingine. Kwa mwende nyote kwa pamoja ili tuhakikishe kwamba Nakuru, unajua Nakuru inafaidi kila Mkenya. Kwa hiyo usalama ukiimarika tasaidia. Lakini kuna swali unaona polisi kazi yao ni kuokota pesa kwa illicit brewers. Gari ukipata wewe galia kwiki. Sio wote. Nasema kuna magari unapata goja. Unajua si nimwambia tuongee ukweli. Kuna magari au ya polisi wewe anatembea yakiokota nini? Ni kweli ama si kweli? Hiyo ndio ukweli. Ya kwamba hiyo magari badala ya magari yashughulike ile kazi iko. Wewe wa Mariam. Lakini ni mnasema waja tuulize wa Mariam. Wa Mariam waja tukuulize. Hapana, waja niulize wa Mariam. Wewe wa Mariam waja nikuulize. Ni muhimu. Hii watu wanatembea ni kwa ward yako ama ni wapi? Kwa sababu pia sisi tuko na constituencies. Tunajua hizo vitu unasema. Just answer me. Are you talking kwa ward yako ama unaongea kwa Nakuru mzima? Ukiona ni unaona wa Mariam waja alama ajue pia. Mimi ni secretary general. Nina page hapa. I will tell you. I have a page ya MCs wote Kenya. The problem that is bedeviled in this country in terms of security. Number one, ni vile Gikari amesema. Askari wako umepeleka askari kule Maera, hakuna kitu kingine, anagoja mshahara ya nini? Ya serikali. Wengi ninakwambia wakati tulienda, wengine wanasubua watu wa pikipiki, wengine wanaokota kwa makaa, wengine wanaokota kwa I am telling you. Na hivyo amesema magari hata ukipatia watu askari wengi, kazi yao kubwa itawakandamiza na kuwanyaza watu. Kuna swali ndio twende mada nyingine. Kama kiongozi kama mwakilishi wadi wanauliza swali, wewe uliliona hilo tukio katika wadi? Hiyo nimeona. Na ulichukua hiyo nimeona. Unasikia hata Gikari anaripoti hakuna kitu inafanywa. Si nimekuambia from chini there is a string of corruption. Kuna swali angalia kwa waja nikwambie Rashid. Nataka kuuliza tofauti ndio tuzungumze masuala ya maendeleo katika maeneo ya Nakuru, maana yake nafikiri kwa pale ambao nataka kutupeleka ndugu yangu Karanja, nataka tuelekee hapo lakini kwa njia tofauti. Tunazungumza kuhusu maendeleo na Karanja ni mmoja ambao tulikaa naye hapa studioni na akaipigia debe mno sana. Pole tutakuja kwako. Akaipigia debe sana serikali iliyo madarakani na akasema kwamba hii ndio, tulikuwa kuna wawakilishi wadi wengi na akasema kwamba ndio serikali iliyo sawa hivi na hivi na hivi. Kile kilichopo sasa hivi tuwaelimishe wa Kenya. Je, inamaanisha kwamba kiongozi maslahi yake yakiwa haja yameharibika, basi pale ambapo walikuwa wamepeleka wananchi sipo? Nataka mtuelimishe kwa sababu inaonekana kama mimi kesho nitamsifu kwa sababu unafaidika. Irene akishaniondoa sipo. Hii Nakuru ni eneo ambalo watu wengi wanalikimbalia kwa sababu ya idadi yake ya wapigaji kura. Ni eneo ambalo kila kiongozi ulitaka. Na nyinyi wenyewe mnawaambia wananchi kwamba tuunge mkono mtu fulani kwa faida fulani. Kwa hapa tulipofika sisi kama hii miaka iliyofika, hii Nakuru imepiga hatua zipi na Nakuru ina changamoto zipi mbali na masuala ya usalama? Unajua juzi tumekuwa na ndugu yangu hapa wa Mariam wa Radio Citizen pale Nakuru. Lakini nikagundua pia ya kwamba kumbe mtu akitoka mahali alikuwa anakuwa negative, anakuwa negative almost throughout because wa Mariam si ile wa Mariam nilikuwa nimejua sometime back like 1.5 years ago. Sasa siku hizi amebadilika, kila kitu ndio naona hii anasema serikali ni mbaya, ndiye anasema hivyo kwa sababu mimi nimemwona kwa Munyoro mara mingi sana.
Rais sasa anataka kuleta ile siasa ya Rigiji. Na kwa sababu Rigiji ametoka sasa wako pale hiyo, sasa anataka kusema serikali hata ukimuuliza ni mbaya kivipi hawezi kusema. And I can tell you here today, hii serikali hakuna ile makosa imefanya kuliko zile zingine, ama hakuna muongozo imefanya mbaya kuliko zile zingine zimekuwa hapo, kwa sababu mimi ni parliament since 2013 ni Uhuru Kenyatta. What Uhuru Kenyatta did for 10 years is what William Ruto is doing. Lakini ukiuliza watu walikuwa na William Ruto wametoka, Saida is saying like nothing is happening in this country. So sisi tunataka tukue watu wale tunaambia watu kweli ya kwamba sisi kama viongozi tunataka tushirikiane pamoja. Mimi sikukuwa kwa mrengo ya KK, mimi nilikuwa Jubilee. Na mimi hata sasa niko Jubilee, lakini tukasema moja tufanye kazi na serikali na wale watu naongoza ndio tusaidiane. Mimi na Irene we are not in hatukukuwa KK. Lakini ukiangalia watu walikuwa KK sasa wametoka, wanawasema maneno mingi sana kuhusu serikali, hata saa zingine zile maneno hata asifai kusema. Uliona hata juzi mtu ameenda ile MP mwenzetu yule alikuwa anasema at this time tulienda State House tukapewa 2 million, which was not true. And I was even saying this man is tarnishing our names, na watu wakasema ni uongo. Wanaona juzi sasa ameenda kidnap ameenda sasa amerudi. Wale watu walitoka KK government walienda huku wote walikuwa wanapiga makelele pale, they were saying serikali only to find out that this man was not kidnapped. So mimi nataka kusema sisi waja tukue viongozi wale tunataka kuelekeza watu kwa mahali ile watu wanataka kufanywa maendeleo, kwa sababu kama Nakuru County ukiuliza saa hii kila mtu atakwambia wale watu kwa sababu wameenda wamejichagua, wamesema governor Nakuru County ni mtu fulani kama 2027 wanataka kujificha nyuma ya chama ile nataka kuja hii ya DCP. Sasa ukienda pale wauliza wamekuja na gavana wao, wamekuja na seneta wao. Sasa kile kitu ukiuliza Nakuru County imefanya nini? Huyu ni MCA. Wamekuja na maseneta. Na maseneta. Na anataka kuwa seneta. Na huyu anataka kuwa seneta. Sasa ukienda pale waulize maneno ya county government of Nakuru, wanakuambia hakuna kitu inaendelea. Na si hiyo ati hakuna kitu inaendelea, wanaona. Kwanza huyu wa Mariamu yeye inatakana atueleza atuambie, asianze kusema ati Susan hajafanya kitu akiwa governor ya Nakuru, kwa sababu kama hajafanya hata huo hajafanya. Kwa sababu nitajibu niko hapa. Kwa sababu Nakuru County ile shida I think tulipata kidogo wakati governor wa Nakuru Susan alitake over. Alitake over ya kwamba yule alikuwa Ali Kinyanjui aliwacha projects mingi hakukuwa amemaliza. Unfinished projects zile you can go uende hospitali, uende ile stadium, uende ile ofisi mahali governor squeeze amemaliza. Na kama amejaribu kumaliza hizi, amejaribu kusimaliza hizi zile alikuwa amewacha unfinished projects. Na unajua sheria ilikuja kubadilishwa kidogo ya kwamba COP uweze kupeana pesa nyingine mpaka umalize zile projects zilikuwa. Lakini sasa ukiuliza wakina Mariamu watasema utasikia ukianza kusema hapa, ataanza kusema hata county government haijafanya kazi. Lakini ukiangalia ile kazi imefanywa, ile ilikuwa ile governor alikuwa amewajiwa, mahospitali yote hivi you go to sub county hospitals zile zilikuwa zimebaki, nyingine ilikuwa kwa Irene, nyingine zilikuwa sijui wapi, nyingine hata iko project ilikuwa Kongo ilikuwa imewachwa. So I think to me kama nimekusoma Simba, kama nimlete Martha ni kwamba watu wanaendekeza siasa zao kushindwa kuzungumza ukweli uliopo. Kwa hiyo ni kwamba Nakuru kuna siasa ambazo zinafanya si Nakuru saa hii hata nimeona Nakuru na sasa imekuwa nje mzima. Ukiuliza wa Mariamu ni mtu alikuwa anatupigia kelele sana wakati alikuwa anafanya campaign, hata wakati wamemaliza alikuwa anaenda anaongea mzuri, anasema William Ruto serikali yake ni mzuri, William Ruto tutafanya hii. Sijui imefika wakati gani. Nitakwambia si niko nayo hapa. Utaelezwa, wewe utafika wakati yako uongee. Unajua pia I think MCAs unajua vile wanaendesha maneno yao si kama kwetu. Najua kwetu mtu akiongea unawacha, unamaliza, unaongea. Sasa huyu kazi yake anafikiria pata wako assembly, but you understand. You understand where we are coming from. Vile kitu tutafanya. Tuachie hapo Simba, tutakuja Arama, tutakuja tuzungumze baada muda usio kwa mrefu. Mtazamaji pia Martha atachangia, nataka tuzungumze kuhusu masuala ya maendeleo kwa ufupi. Manake inaonekana sasa hivi ni siasa yani tayari watu washaingia katika siasa. Kwa hiyo yule mzuri anaweza onekana mzuri, mbaya akaonekana si mbaya, inategemea mtu anaegemea mrengo gani wa kisiasa. Je, siasa hizi zimeathiri Nakuru ama hazijaathiri Nakuru? Nafikiri mfano mdogo uliopo anazungumza hapa ndugu yetu Arama ni kwamba huenda
hata anachokizungumza Karanje kawa kinabebwa na mirengo ya kisiasa mengi baada ya usiku mrefu.